au Gikoraga ensa eyemo yamambia nanyore amatera jigesinga top 5 amatera 5 amakinunu kukegima moyo gorira bikone tenye baside moyo gorira makumya tatane baside Gikoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au irinyara kusangamu naitwe masemo akachisiza tumwanchumu ligereria nonyore request awa aso kusaba gutera kwao kera litukolie Jumapili 12 gwika chinsenye chamambia toma chakoligereria egesinga kyamasesenia wesamolere amaseseni yao Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, katika huduma ya Mwenyezi Mungu siku hii ya leo wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wanapata mimba kama katika mwezi infection sehemu ya siri nayo nashughulikia. Nawakaribisha nyote ndugu na dada katika Kristo waweze kushiriki neno la Mungu kwa pamoja. Tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Rumba imebugera ya rumba. Umurigereria wegeta sendika ndizitire na kwariganira somurobero wegesinga kyamasesenya keri tukore Jumapili go chakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase go chakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatwereru yogo sasima pokea sifa baba na utukufu yawe uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurwasa barandia ao Gikoraga ensa eyemo yamambia nanyore amatera jigesinga top 5 amatera 5 amakinunu kukegima moyo gorira bikone tenye baside moyo gorira makumya tatane baside Gikoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au irinyara kusangamu naitwe masemo akachisiza tumwanchumu ligereria nonyore request awa aso kusaba gutera kwao kera litukolie Jumapili 12 gwika chinsenye chamambia toma chakoligereria egesinga kyamasesenia wesamolere amaseseni yao si jinsi ya kawaida kwamba ni lazima tuamke, lakini ni kwa neema yake. Ndio maana tuko mara hapa kusema shukrani. Mungu apewe sifa na utukufu. So ningependa tukaweze kuomba, kisha baadaye tutaingia katika nyimbo za kuabudu, tujizalimishe mbele za Mwenyezi Mungu na tukaweze kujiandaa kwa ajili ya ibada takatifu ya siku hii. Ningependa tuamini na kuomba kwa kufunga macho na kuinua mikono yetu juu
ili Roho wa Bwana akaweze kushuka na akaweze kuanza pamoja nasi. Baba mfalme, muumba mbingu na nchi, ni fursa nyingine njema asubuhi hii mfalme umeifanya. Tumekuja mbele zako tukisema kwamba wewe unastahili, si kwa nguvu zetu wala kwa akujua, bali ni kwa neema na upendo wako. Kama sisi binadamu ni wenye dhambi, tunanyenyekea chini ya miguu yako tukiomba msamaha. Baba, ukaweze kutusamea, ututakaze vinywa vyetu na akili zetu. Mfalme, ukaweze kutuneemesha ibada ya siku hii ya leo, tukiwa katika kanisa la mtumishi wako ambao wamejitolea mfalme kwa ajili ya kukuinua na kukuabudu, na wakikuabudu katika roho na kweli. Ukaweze kumimina baraka yako juu ya maisha, Roho wako Mtakatifu akaweze kutongoza. Baba, tazama tumeanza sasa, tunahitaji ukaweze kuenda pamoja nasi hadi tamati. Tutakapomaliza ibada ya siku hii, tutalitukuza na kulinua jina lako. Wale ambao wako njiani wanatumia vyuma vimetengenezwa na mikono ya binadamu, mfalme, tunawakabidhi mikononi mwako, tukitumaini ya kwamba utajidhihirisha na uwepo wako ukawetamalaki. Baba, ni asante kwa maana umekuwa mwaminifu tangia mwanzo, na leo hii bado tunakutumainia kwamba wewe utayatenda yote hayo machache tumeomba mfalme, si kwa kulazimisha, bali tumeweka tumaini letu kwako kwamba yatatimia katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana. Nimeomba na kuamini. Amen. Wote tuseme amen. 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 So mpendwa mtazamaji, karibu sana asubuhi ya leo kutoka kanisa la Mogesa Church of Christ nyuma ya Daraja Mbili Secondary. Karibuni sana popote ulipo, our viewers wherever you are. Na wakaribisha sana our team diaspora. Karibuni sana ndani ya nyumba tukaweze kushiriki pamoja. Today we are here, we are giving a service live from Mogesa Church of Christ ambayo inapatikana Daraja Mbili Secondary behind Daraja Mbili Secondary in Kisii County. So na wakaribisha nyote tukaweze kushiriki huduma kwa pamoja, kwa maana Mungu ametupangia na ana mengi kwa ajili yetu siku hii ya leo. Asanteni sana. So the praise and worship team, karibuni sana na mkaweze kutuingiza katika nyimbo za kuabudu, na tuabudu katika roho na kweli, na Mungu akaweze kuenda pamoja nasi. Karibuni sana. Asante. Asante Yesu. Hakika Mungu ni wa neema, ametuwezesha, ametuinua, ametubariki. Tumeweza kufika siku hii ya leo. Wacha tuchukue nafsi zetu kwa kumwimbia Bwana Mungu. Tutoe sauti zetu kwa kuzungumza na Mungu, kwa sababu yeye ni wa ajabu, ukweli anastahili sifa. Wacha Yesu ainuliwe asubuhi ya leo, kwa sababu anastahili sifa zetu. Hakika anastahili utukufu kwa sababu yale makuu ambayo ameyatenda. Hakika yeye ni wa ajabu na anastahili hizi sifa zetu. Thank you Jesus. Tuimbe pamoja. Wewe ni wa ajabu, wastahili sifa. Wewe ni wa ajabu, wastahili sifa. Wewe ni wa ajabu, wastahili sifa. Wewe
Wacha nibebe nikuinamia asubuhi ya leo, kwa sababu tunastahili sifa na utukufu. Hakika hakuna Mungu kama wewe. Wacha usifiwe, wacha tukusifu kwa sababu umetubali. Wacha tukusifu Jehova kwa sababu unastahili sifa zetu Jehova. Haleluya Bwana Yesu. Zungumza na Mungu wako. Hakika mwamba anastahili, ametamalazi utukufu wote. Hakuna mwingine kama wewe Jehova. Wacha jina lako liinuliwe asubuhi ya leo kwa sababu unastahili. Nitamka
Unastahili utukufu. Wacha upewe sifa kwa sababu unastahili sifa hizo. Asante Yesu. Jina lako limetukuka. Yeah.
Nani kama
ya kwamba tukaweze kuinua mikono yetu na tukaweze kusema jambo mbele zake, kwa maana Mungu ameweza kutenda. Chukua dakika moja ukaweze kumwambia Mungu jambo kwa yale ambayo amekwisha tutendea. Baba, tunasema ni asante kwa maana umekuwa pamoja nasi. Ni wiki ambayo imekuwa refu, mwaka ambao umekuwa na milima na maponde, bali asubuhi hii tunalitukuza na kulinua jina lako. Baba, ibada ya leo tunaikabidhi mikononi mwako, tunapoita nguvu zako zikaweze kutamalaki mara hapa. Ee Bwana wa Mungu, ukaweze kupewa sifa na utukufu, uliyekuwepo, uliopo sasa na utakayekuwa siku zote. Tunasema ni asante Mfalme, kwa maana umekwisha wa pamoja nasi, umetembea pamoja nasi, umeenenda ee Bwana wa Mungu katika njia zote. Bado tunakutumainia, tunakuinua na kusifu Mfalme, kwa maana unaweza kutenda. Baba, tunasema ni asante kwa maana umekuwa mwaminifu, hujaituangusha ee Mwana wa Mungu. Umetembea pamoja nasi kwenye amwanga, kwenye giza. Ndio maana tunakutumaini, tunakuabudu katika roho na kweli, kwamba wewe unastahili kupokea sifa na utukufu. Asante ee Mwana wa Mungu, kwa maana umetenda mengi. Mfalme, tunatumai kwamba utazidi kutenda mengi wakati ambao tutakuwa tunaishi katika ulimwengu. Asubuhi hii Mfalme, tunajikabidhi mikononi mwako, na wakumbuka wote wanaotumia wimbo umetengenezwa na mikono miregevu ya binadamu. Baba, ukaweze kuwafunika na damu yako iliyomwagika msalabani. Vilevile tunawakumbuka waliopoteza wenzao wapendwa katika hizi nyakati za machozi. Mfalme, Baba, tunaomba ukaweze kuwafariji. Mfalme, wengine wamefungwa gerezani, wengine wako kwenye vitanda manyumbani na mahospitali. Asubuhi hii tunawakabidhi mikononi mwako. Ee Mwana wa Mungu, uwepo wako ukaweze kutamalaki kupitia kwa neema na upendo wako. Ee Mfalme, heshima na utukufu zikurudie wewe Bwana. Peke yetu hatutaweza, peke yetu ee Mwana wa Mungu hatutaweza. Ni kupitia kwa Roho wako Mtakatifu, yote yatatimia kupitia kwa imani. Baba, tunakuita tena kwa mara nyingine, ukaweze kushuka mara hapa Mfalme, kwa hili kanisa la Mogesa. Ee Mwana wa Mungu, washirika wote tunawakabidhi mikononi mwako, watazamaji wetu tunawakabidhi mikononi mwako, wachungaji wako ee Mfalme, wasalimisha mikononi mwako, kiinua jina lako, kwa maana wewe unastahili. Ee Mwana wa Mungu, upewe sifa na utukufu. Peke yetu hatuwezi, tunakuhitaji ukaweze kutenda pamoja nasi, kwa maana kupitia kwa Roho Mtakatifu Mfalme, yote yanawezekana. Tune mikono yetu juu tutakapoenda kuimba wimbo kwa ufupi, kisha Bwana akaweze kunena pamoja nasi. Wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, kupokea kwa kweli. Mungu anastahili kupokea utukufu, kwa maana yeye ni muweza yote. Hatuna mwingine wa kumwabudu ila yeye, kupitia kwake yote yanawezekana. Tunasaidia kuimba huu wimbo katika roho, ili Mungu akaweze kuandaa mioyo yetu katika ibada hii ya leo. Upokea utu, sema wastahili Yesu, tuimbe wastahili Yesu, wastahili. Wastahili wewe Bwana.
tuseme wastahili Yesu, wastahili wewe Bwana, wastahili Yesu, wastahili wewe Bwana, wastahili Yesu, wastahili wewe Bwana, pokea sema wastahili Yesu, wastahili wewe Bwana, wastahili Yesu, wastahili wewe Bwana, wastahili Yesu, wastahili wewe Bwana, pokea kwa kweli Yesu anafaa kupokea heshima na utukufu, tukaweze kumpigia makofi mazuri kwa sababu yeye anastahili kupewa sifa na utukufu. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Geukia jirani yako mwambie Bwana Yesu anakupenda. Geukia jirani yako mwambie Bwana Yesu anakupenda. Sijasikia watu wakisema, ambia jirani yako Bwana Yesu anakupenda. Bwana Yesu anakupenda. Asanteni sana. Natumai ya kwamba wote mubuheri wa afya. Ni wakati mwingine Mungu ametunemesha na ametupa kibali kwa ajili ya siku ya leo. Hallelujah. Let me hear good amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. How many people are ready to serve the Lord by giving praises? Hallelujah. By show of hands, let us shout to the Lord. Hallelujah. Amen. So kwa wakati huu, wapendwa watazamaji, karibuni sana. Tuko live at Ndizi TV kutoka kanisa la Mogesa Church of Christ ambayo iko nyuma ya Daraja Mbili Secondary, mji wa Kisii. Tunawakaribisha nyote mkaweze kutembea pamoja nasi hadi tamati, ili Mungu azidi kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. So popote ulipo, unapotufuata kwenye mitandao, najua kwamba team Diaspora mko ndani ya nyumba. Ujumbe zimeingia mingi sana kwenye upande wetu wa Facebook, tutapitia baadaye, lakini kwa sasa najua ya kwamba Mungu ametenda mengi na tutazidi kubarikiwa kwa pamoja. So nimewakaribisha nyote tuingie ndani ya nyumba ili tukaweze kumtukuza Bwana, ili tukaweze kumuinua kwa maana yeye amekwisha kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tukisema ni kucheza watu wacheze, tukisema ni kuimba, tukisema ni kupiga makofi, watu wapige makofi, shangwe na vigelegele, ili tukaweze kumsifu Bwana katika nyimbo za sifa. So ningependa the praise and worship team anayetuongoza katika nyimbo za sifa akaweze kuja hapa mbele, nimpe kipaza sauti akaweze kuchungisha katika sifa, na wote tuimbe kwa sauti tukimaanisha kwa maana Mungu amekwisha tenda mengi. Haleluya. Karibuni sana engineer, tupe mziki na wote tukaweze kushangilia Bwana kwa maana ametenda mengi. Haleluya. Haleluya. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Bwana ametenda mema, tunamsifu Bwana. Hebu inua mkono yako hivi juu. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema. Huyu Yesu ndiyo maana mimi nampa sifa. Ametenda mema.
Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Haya, cheza Bwana Yesu. Inua mikono kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele. Haya, twende. Haya, sikia hiyo, sikia hiyo. Changa
vigelegele kwa Bwana. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. Oh, it shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. Oh, It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. oh, it shall be wonderful. It shall be wonderful. What the Lord has done for me. It shall be permanent. Oh, It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me. It shall be permanent. with a bit of money, son. You might have started more now. With a bit of money, son. Oh,
hatujachoka kumsifu Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kama unapenda Yesu sema amina. Amina. Kama unapenda Yesu sema amina. Amina. Kama unapenda Yesu salimia jirani yako. Kama unapenda Yesu salimia jirani yako. Mwambie Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Wanowadhika Yesu. Wanowadhika Yesu. Wanowadhika. Wanowadhika Yesu. Haleluya. Wanowadhika Yesu. Yeah, wanowadhika Yesu. Haleluya. Wanowadhika Yesu. Wanowadhika Yesu. Haleluya. 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 Haleluya. Hallelujah.
Yesu asifiwe. Amen. Hata mimi niko nakuanga Mjaluo nusu na Mkisii nusu. Oseronga. Kuna hiyo song inasema izito oserongama. Oseluonga. Yes. Hiyo tu ya kupiga makofi hiyo. Hiyo ni ya kupiga makofi kabisa. Sasa nataka mwenye anajua kuimba vizuri anisaidie, alafu we make it once as we continue. Praise God. Wapendwa watazamaji, karibuni sana. Hapa ni kanisa la Mogesa Church of Christ, nyuma ya daraja mbili Kisii Town. Tunawakaribisha kwenye program ya Egesinga Kiama Sesenia, nikiwa na odha wako Uncle Dipon, tunaposhiriki na wenzangu. Siku hii ya leo tumekukaribisha tukaweze kupokea baraka kwa niaba kwamba Mungu amekuwa mwema tangia tuanze mwaka hadi tumefika mwezi wa 8, ikiwa ni wiki ya kwanza katika huu mwezi. Tunashukuru Mungu na kusema ni asante. Sijui kama engineer huko tayari utupe huo muziki alafu tukaweze kuendelea. Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Haya, twende kazi. Ni kama engineer bado anazidi anataka kutafuta key, alafu mambo itakuwa sawa. So hiyo song inakuanga ni ya kupiga makofi. Nataka tupige makofi kabisa, atukimaanisha. Na wale ambao wameketi, watu wasimame. Tumeamuka saa hizi, watu hawajachoka. Tusimame tukaweze kumwimbia Bwana. Haleluya! 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 Hey! Praise God. Amen. Okay, we will do it at the next time. What I wake to the normal beat, we do one praise. Akiendelea kujipanga baadaye tutafanya hiyo. Tukaweze kubarikiwa. Bwana wangu nitakuimbia. Haya, sasa itakuwa ni vizuri at least tukaweze kumwimbia Mungu kwa sababu ametupa pumzi ambayo hatujalipia. Nani amelipia pumzi alafu akaamuka kufika hapa? Si hakuna?
Bwana Yesu asifiwe. So we need to thank God and praise him because he has given us this a special time. Haya engineer, tupe muziki basi. Alafu ningependa kila mmoja akaweze kudansi. Sijui kama hiyo ngoma imegusika.
yako mama. Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Sema ni jirani yako. Sema ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Tunaweza kuketi tunapoendelea. Haleluya, haleluya. Angalia jirani yako kama amevaa sweta, alafu kama bado haja sweat, umuulize mambo iko namna gani. Praise God. Say good amen. Praise God. Mimi nimevaa shati lakini nahisi nitoe ni bag na vest. Sembuse Eliza, anyway ni sawa tu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. All right, asanteni sana. Mwachumo liyelia mmono sana. Asema mbiyiga nigo tureye maseyemo kurega se kanisa ya Mugeza Church of Christ kutoka daraja 2 imeyomochi Obosongo. Na kwa ligani kegi masunguru bulibiga singa kia masasena na itian kodipon ekarto kubadra ne Jesu producer chiane ubakore kenga amangana yega jonsi abai kirasi inchira ya bene ngobona sebire biga ntarachi kogendale ngatirenga ligani yomo randa bwe kanise yega anyale gotwaliga ni bene asenchira erengi kiranu kegi makicha baada tukaweze kuendelea na ibada. Leo tuko hapa wazima katika ibada takatifu. Natumai kwamba Mungu atazidi kuwa pamoja nasi. Najua kwamba ni wengi wanazidi kutufuata kwenye mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital. Unaweza kutufuata ukaweze kushiriki pamoja nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi, wewe ni nani, uko wapi, na unapata haya maneno ukiwa sehemu gani na yanakuja kwa njia gani. Utaweza kutufuata kwenye nambari ya simu 0792192834. Tuandikie ujumbe mfupi, uko wapi na mambo iko namna gani. Vile vile kwenye mitandao www.ndizitv.net, na pia usisahau YouTube Ndizi TV News ukaweze kushiriki pamoja nasi. At this moment help me to welcome a bishop akaweze kutualika mara hapa kwa makofi, shangwe na vigelegele ili akaweze kutusalimu. Tuambie mambo namna gani. Karibu sana bishop. Amen. I'm happy to see you. Uncle Dipo. Nimefurahi sana kukuona bishop. Yes, karibu sana. Karibuni tena. Haya, sasa tumekuja hapa, tuliingia kanisani huko, umefika. Tuko hewani already. Sasa karibisha watazamaji. Tunaomba hiki kituo, hii kanisa la Mugeza Church of Christ iwe kituo cha utangazaji kila Jumapili kwa hii TV ambayo inaitwa Ndizi TV. Bwana Yesu asifiwe. Maana tuko live na siku zote tuko live. Bwana Yesu asifiwe. Kitu moja tu imetukosa ni Ndizi TV. Lakini leo tuko na Ndizi TV na tunafurahia, na hata hatujasikia njaa. Ama kuna mtu amesikia njaa? Hakuna. As long as Ndizi TV iko pamoja nasi, tunajua kwamba Yesu ako pamoja nasi. Nataka kuchukua hii nafasi ya kuwakaribisha wote ambao mmeweza kufika, hata wale ambao mko vijijini tuliwatangazia, lakini tukasema ya kwamba kujeni. Kisi yote iko katika Mugeza Church of Christ. Nataka kuchukua hii nafasi niwaambie ya kwamba karibu na karibu sana. Tutaimba, tutamtukuza Mwenyezi Mungu, tutaombea walio na mahitaji, na tuna matarajio makubwa, maana huyu Yesu ambaye tunamwabudu yu hai na anaenda kutenda maneno makubwa. Usipokuja siku ya leo, sijui ni nini mtaweza kukutana na Yesu siku ya leo, maana Biblia inasema ya kwamba ukisikia sauti yangu usifanye moyo wako kuwa mgumu. Hapa tuko na kwaya, tuko na youth singers ambao wamejitayarisha kabisa na nyimbo kuukuu. Kwa yetu wamejitayarisha na praise and worship.
na nimeona ya kwamba huyu Uncle Tipon tunaenda kumuipa na atakuwa memba wetu, na nimeona ameanza kuwa amependezwa sana na kanisa letu, na ninaona ya kwamba anaenda kubadilisha mawazo. Kwa hivyo yeyote ambaye anamtarajia anywhere, nataka kuambia pole, anza kusahau na utafika mwisho, na karibuni, na Mungu wetu apate kupewa tukufu. Amen. Makofi ya Bishop. Ujumbe zimeingia mingi sana upande wa mtandao ambao wanatufuata. Ningependa nisome 2-3 kisha baadaye tukaweze kuendelea na program. Youth mjipange, alafu church choir mjipange. Youth wataanza, church choir baadaye. So mjiandae, nikimaliza kusoma hizi ujumbe anatumia kwamba mtakuwa tayari mkaweze kutupa presentation ambayo Mungu amewaandalia kwa ajili ya siku ya leo. Kuna jamaa anaitwa Edwin Omwenga kutoka Kiseri Andama, anasema well represented, anasema Jumapili njema. Josephat Omwenga anasema ya kwamba kutoka Thika Massive, anasema yuko ndani ya nyumba. Beatrice Kiyondi aka Gesare anasema watching you live from Valley Arcade Nairobi. Happy Sunday to my mom Mary Kiyondi, Edina Ososi, Phyllis Oyunge, Fred Nyandeka Mosima, Kirandi Dennis, Irene Kerubo Mongoina, Irene Asara, Embusulengia, Embusuro Thomas Saisi na Joshua Onsongo, akobolinga abantu bonsi basoe ime yomrobilio asema mbiyiga. Timanyo tinga ngayoke berete ntobodo mugurwanga Alois Miyondi, akateba korua oroboti, akateba nga niko ndani oroboti chisema tirichienya tiekali, akateba no ali mejomrobilio Dolphin Moranga, akateba nga good morning, happy Sunday. Niko ndani ya nyumba kama kawaida. Cliff Nyamongo, good morning from Nyamira stage, nisema niko ndani. I'm representing Nyamira County. Moset Innocent Kebande Sokoro, awatebanga Li Kenya Village, Nyamira County, niko na wafuata. I'm getting you loud and clear. Embusulenge hata kunja mjilichia bonchari bomwancha, niko ndani kama kawaida kama K. Sisongi sitingiki wala siendi popote. Victor Omondo Mijenda, awatebanga happy Sunday. Kurujuza mjilichia Nairobi West Aiga, tinama yako mocha una botambe goika hoteli ya Bugabu Mondo na mwabitake family. Awatebanga nigo bategerete buyapi nigo tole komo una botambe goika omo elio. Awatebanga bantaba igaba soe mejumrubulio. Anthony Ragoli, Rose Michiemo, Rispa Gwaro, Fred Nyandie Kamosma, Kefa Tuya, Embusuro, Engia, Osababu Kirwanda, Naomi Kerubo, Omosoliwege Susu, na Poro Mbaki, Bonsu no wale mejumrubulio. Awatebanga na Sorobi Motuli Rastas Kurwa Egesa FM, awatebanga na Ndizi TV yonsi tuko pamoja. Awatebanga mambo iko sawa. Enoch Makoli, awatebanga live kurunza mojirichia Bosamaba Town, awatebanga well represented na onde ime yomrobelio buna botambe. Igobono moncho moligerelia asinchira ya bene nikotoka ndete kuseseni wakoroiga se kanisa ya Mogesa Church of Christ egotoka maga ya daraja 2 secondary ime yomuchibosongo Kisii County. Tunazidi kubarikiwa. Enoch Makoli akatebanga kurujinza mudirichia Mosaraba town well represented. Niko na wafuata loud and clear. Boygo kurujinza mudirichia Nyamaiya Salams Club akatebanga Omolo Shop na my wife Purity komo mbakengoli tinana komo chanonde miyomurubule yuni yule moza shabiki 001 akatebanga good morning, happy Sunday. Anawatakia Jumapili njema. Gilbert Nyakundi anasema ya kwamba happy Sunday to you all, watu wa Mogesa Church of Christ. Mwalimu Elijah Onchenge anasema watching you live from St. Catherine Academy Kyoge Kisii, anasema tuko ndani kama kawaida hadi tamati with my wife Ruth Nyamanga, with Elijah my son Emmanuel Elijah wakiwa Nyakwa Vision, na wazazi wangu David Ochege Nyakeke na my mom Unikeke Muto Ochege wakiwa South Mugirango Nyaramba Suguta, wakae tuned ndani ya program hadi mwisho. Asanteni sana. Gobono mwachomo ligerelia echongati ajeju jumbe tiali kirwe asabali bangere ko bamunaitwe korwe mambi oikebire biga. Natumai ya kwamba tunazidi kubarikiwa. Kwenye upande wa mtandao team diaspora wako ndani ya nyumba wanasema wanatupata loud and clear na kila kitu iko shwari. Anasema ya kwamba tukaweze kuwa na Jumapili njema, tubarikiwe wote. Make sure venye umekuja hapa usirudi venye ulikuja, bali uende na baraka na jambo ambalo litakusaidia katika maisha yako. Hallelujah. So usije hapa
alafu ukarudi kwenda nyumbani jinsi ambavyo uliingia. Make sure you have a difference in your life, na Mungu azidi kutubariki. Kemi Sophie Motangi kutoka Nyankongo anasema blessed Sunday, niko ndani ya nyumba kama kawaida, sisongi sitingiki, vitu zote ziko sawa, sipanduki hadi tamati. Ruth Mogera anasema watching you live from St. Catherine Academy Kyoge, anasema well represented, tuko ndani tena kwa mpigo zaidi. Asanteni sana, tunazidi kushiriki na wengine kwenye mtandao. Nitapitia ujumbe za SMS. Nambari ya simu ni 0792192834. Tuandikie ujumbe, wewe ni nani, uko wapi na uko na mipango gani kwa ajili ya siku ya leo. Natumai ya kwamba tutazidi kubarikiwa. Youths, are you ready? Youths, are you ready? Let me hear sauti ya youths. Unajua si kama wazee na wamama wamechoka. Ya youths inafaa kuwa ile sauti ambayo ni ya nguvu kwa kishindo. Youths, are you ready? Youths, are you ready? Okay, ni wakati wenu mkaweze kuchukua the pulpit as you present what the Lord has prepared for us today. You can clap for our youths as they prepare to come. Wape moyo, wakuje watubariki yale ambayo Mungu ametuandalia. So ningesema kwa wale ambao tuko kanisani, tafadhali tufunge simu zetu. Tufunge simu zetu so that there is less interruption tunapoendelea na program. Youths, karibuni sana na Mungu atubariki. Niko hapa Thank you.
Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Makofi mazuri kwa youth. So church choir, it's your time now. Karibuni sana mkaweze kutubariki na nyimbo mbili tukaweze kuendelea. Kisha baadaye kikundi kutoka Ndizi TV wako ndani ya nyumba, pia wanajiandaa kutubariki na wimbo mmoja. Tutabarikiwa wote kwa pamoja. Makofi kwao. Duniani twapita twaelekea mbinguni. Duniani twapita sisi twapita. Duniani twapita twaelekea kwa Baba. Twapita ni kweli, duniani twapita twaelekea mbinguni. Vijana mwapita, nyinyi mwapita. Vijana piteni muelekee kwa Baba. Duniani twapita twaelekea mbinguni. Kanisa mwapita, nyinyi mwapita. Kanisa piteni muelekee kwa Baba. Sisi twapita kweli, duniani twapita twaelekea mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, kwa maisha Mungu ametupatia. Waliosimama mbele yenu ni wanakwaya wa Mogesa Church of Christ, wanaokaribisha katika nyimbo moja au mbili, na wacha Mungu awabariki mnapoendelea kusikiliza. Karibuni sana. May God bless you.
Malalamiko, malalamiko. Malalamiko
Amini Bwana. Amini Bwana Yesu ndiye njia ya uzima ule wa milele. Tumwamini Yesu, tumwamini, tutapata uzima wa milele. Amini Bwana Yesu ndiye njia ya uzima ule wa milele. Makofi mazuri kwa kwaya kanisa. Asanteni sana kwaya. Tukipata nafasi tutawapa tena mutupe kipao kimoja. Asanteni sana. Praise God. Are you happy to be in the house of the Lord? Can I hear good amen? Praise God. Praise God. It's another time tunamshukuru Mungu amekuwa pamoja nasi, tunazidi kubarikiwa. Wengi wanatufuata kwenye mitandao, tutasoma ujumbe baadaye. Kwa sasa ningependa kuwaita wana Ndizi TV, Ndizi TV family wakaweze kuja na watubariki na kipao kimoja, kile ambacho Mungu amewaandalia kwa ajili ya siku hii. So Ndizi TV karibuni sana, mkaweze kutubariki na wimbo kwa ufupi, na tutazidi kubarikiwa kwa pamoja. Wapige makofi wanapoinuka kuja na kutubariki wimbo. Karibuni sana. Harakisha, hatuna muda, tukaweze kubarikiwa kwa pamoja. Praise God. Elfa, I need you guys. LV, I need you. Melens, mameni haraka. Victor. Na natumai ya kwamba baridi imeisha, tunaweza toa sweta. Alafu tunataka na sisi tupige kipao kimoja hapa. Noma sana niko na timu kubwa hapa, niko na timu kubwa. Melen, karibu sana. Niko na timu kubwa. Wape makofi. Sawa, karibuni sana na tubarikiwe kwa pamoja. Praise God.
Huyu kijana ametuambush kidogo. Amesema tuache kamera tukuje hapa. Sasa kwa sababu sisi si waimbaji, nyinyi ndio waimbaji. Naomba tusimame tuimbe wote. Si msimame tusaidie kuimba. Sasa wapiga vyombo, kuna wimbo unasema ninapenda ni kuabudu. Nani anapenda kumwabudu? Tumekuja kanisani kumwabudu Mungu. Sasa in that spirit, ningependa tusimame wote tuimbe huo wimbo unasema ninapenda ni kuabudu Bwana. Siku zote ni kuabudu Bwana. Ninapenda ni kuabudu Bwana. Siku zote ni kuabudu Bwana. Nikujue, nikufahamu, nikuabudu, nikufahamu. Sidhani kama wameipata. Tulikuwa tunamngoja kidogo. Ama ni key yangu iko chini kidogo. Haleluya. Since tumeambiwa tunafaa kumwabudu sote, ningependa tu uinue mkono juu ya kichwa chako. Haleluya. Napomsubiri yule, ningependa tu uinue sauti toka ndani ya kilindini cha moyo wako. Mwambie Bwana, ningependa kukuabudu asubuhi ya leo. Kwa maana wewe unastahili sifa na maabudu toka kilindini cha moyo wako. Hakuna aliye kama wewe Mungu wangu. Ninakuinua na kutukuza milele. Because I have none to worship but you, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy. Ninapenda ni kuabudu
nikujue, nikuabudu, nikufahamu, nikuelewe, nikujue, nikuabudu, nikufahamu, nikuelewe, sema nikujue, nikufahamu, nikuelewe, nikuinue, ninapenda nikuabudu Bwana siku zote nikuabudu Bwana. Mwambie tena, ninapenda nikuabudu Bwana siku zote nikuabudu Bwana. Pigie Bwana makofi mazuri. Praise God. Watu watupe praise kwa ufupi kidogo. Praise moja kwa dakika 2. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama una furaha asubuhi ya leo, mkono hewani kwa jina la Yesu. Tunaenda kuimba sifa moja na mzidi kubarikiwa. Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka. Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka. Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka. Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, Mungu wa baraka. Osemaya, osemaya, osemaya. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka. Makofi ya juu. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka. Yesu anaweza, Yesu Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka.
kuimba, kucheza na kusifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. I'm so happy to be in the house of the Lord this morning. I'm so humbled that the Lord has made this day for us. It's not by our understanding or our knowledge, ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Geukia jirani yako, msalimie, muulize uko hapa ama bado uko nyumbani? Anasema namna gani? Yuko ndani ama yuko nyumbani? Ako ndani ya nyumba. Alright, asanteni sana. Make sure asilale. Ukiona jirani yako anasinzia, nimekupa ruhusa, mupe silabu moja noma kali. Ukimwona akilala, unampa pa, alafu anaamka. Bwana Yesu asifiwe. Na imagine tuko live Ndizi TV. Imagine kamera inakumulika ipate uko za na kamera uko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Make sure you are alert, tubarikiwe na Mungu azidi kutembea pamoja nasi. So kwa wakati huu kuna wengi wamezidi kutufuata kwenye mitandao. Wote nipitie ujumbe 2-3. Kuna dada hapa alisema anatoka shirikisho, anasema ya kwamba yuko ndani ya nyumba. Acha nione ujumbe yake hapa. Natumai wengi wenyu huenda mnamjua. Anasema kutoka shirikisho, amebarikiwa sana. Good morning Mwamogesa Church. Ni Grace Robert kutoka shirikisho, anasema tunafuatilia service tangu morning. Anasema say hi to Bishop Simon Nyangweso and Emmanuel Nyangweso wakiwa hapo kanisani. Natumai ya kwamba Bishop salamu umezipokea katika jina la Yesu. Tuko na dada anaitwa Jeria Keruba, anasema Sunday blessings from Manama Baharini Kingdom. Anasema all the way to my home Kisii County, Kanyimbo Mwakiage Village. Anasema ya kwamba nimebarikiwa sana na wote wabarikiwe ndani ya nyumba. Samuel Ongeri na my mama Mariana Ongeri, anasema kwamba wakuwe na Jumapili njema. Clown Nyakeza anasema ya kwamba good morning, tuned in as usual. Ni mazidi kubarikiwa, show iko sawa na tuzidi. Vincent Kenyoro anasema watching you live from Iranda. Niko ndani na Bahati Joseph Samuel Bosire wakiwa Embassy Samson Ogamba na Silinta, washirika wote wa Christ Iranda. Pastor Kirandi anasema ya kwamba wako ndani ya nyumba na wazidi kubarikiwa. Na hizo ni baadhi za ujumbe ambao wale ambao wanazidi kutufuata kwenye mtandao Ndizi TV News Digital, upande wa Facebook, upande wa YouTube Ndizi TV News, na website www.ndizitv.net, na vile vile wale ambao wanazidi kuandika SMS katika nambari yetu ya simu 0792192834. Tuzidi kubarikiwa. Ningependa tusimame kwa kujitayarisha kumkaribisha mtumishi wa Mungu akaweze kutuletea neno asubuhi hii ili tukaweze kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kusikiza neno? Wangapi wako tayari kusikiza neno? So katika kama ishara ya heshima tunasimama wote tunapomkaribisha mtumishi mpako mafuta wa Mungu akaweze kutuletea neno na tukaweze kubarikiwa kwa pamoja. Tuinue mikono yetu juu sisi wote tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu kwa wimbo kwa ufupi ili akaweze kutuletea neno. Tunaomba Roho wa Bwana akaweze kushuka na akaweze kututawala. Roho wa Bwana tunakualika ukaweze kunipa sauti nzuri hapo kwenye keyboard ili tukaweze kuimba wimbo. Haleluya. Tuna mikono yetu juu, tufunge macho. Unaweza kusema jambo moja kwa ajili ya mtumishi wa Mungu anaposimama. Bwana akaweze kumtumia kama chombo kupitia kwa Roho Mtakatifu ili tuweze kuipokea neno likaweze kutujenga.
You can meditate upon the Lord as we worship. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the. You can help me to sing that song along. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Oh, Ine Nyasaye, Ine Nyasaye. Man malo, man ma. Ine Nyasaye. Yes, Lord, man malo. Ine Nyasaye. Man malo. Ine Nyasaye. Father, in the mighty name of Jesus, is another precious moment that we want to thank you, Lord. We uplift your name high as we raise up our hands as a form of surrendering in your presence, King of glory. We call upon your Holy Spirit to come and reign in us. We call upon the Holy Spirit, Lord, to guard us. We dedicate and surrender the life of your servant and your presence this morning, calling upon the power of your mighty hand, God, to come and reign in this house as we worship you in truth and spirit. Father, Lord, we pray that you use your servant as a vessel to deliver your word to your people, so that, Lord, they get blessed, so that, God, they get uplifted, so that, Lord, they get lifted from one level to another. Father, Lord, as we call upon your glory, we want to say thank you for the goodness and mercy you have shown upon our lives. Father, Lord, we want to say thank you because you have made this beautiful morning for us. Know that we are good and those ones who are sick in homes, but it is by the grace of your mighty hand that we are here this morning. Father, we dedicate our lives in your presence. We pray that, Lord, you prepare our souls and our hearts ready to receive your word, so that as we grow, Father, Lord, we grow spiritually. Father, we want to say thank you because you have made this day. And we know it's a wonderful day for us. You want to bless us, Lord, in everything we do. You want to bless this service, King of glory. You want to bless our families. Father, Lord, you want to bless our relatives. You want to bless our country, Kenya. In the mighty name of Jesus, I pray and believe. Say amen. Amen. Hey. Nani aliwaambia mkae? Mimi ndio niko ushukani. Simama tunaposoma neno la Mungu. Hata kama unatutazama kutoka nyumbani, ni neno la Mungu tunataka kusoma. Kwa hivyo ninaomba tusome, na ninasoma katika Kiswahili, na ni kitabu cha Matendo ya Mtume. Matendo ya Mtume 23. Tunasoma mstari wake 11, 12 na 13. Matendo ya Mtume 23. Tunasoma mstari wake 11, 12 na 13. Biblia inasema katika lugha inayoeleweka vizuri, usiku ule Bwana akasimama karibu naye, akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Kulipopambauka, Wayahudi wakafanya mapatano
wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Nao walioapiana vivyo walipata zaidi ya watu 40. Kwa Kiswahili kile ambao kinaeleweka na walio hapa ni watu 40. Lakini neno kuu ambao nataka ili tupate kujifunza, kuweni na moyo mkuu kama vile ulivyonishuhudia hapa Yerusalemu, utanishuhudia vivyo hivyo bare Rumi. Na Mungu anene na mioyo yetu, atusumugusie na atutende mema katika jina takatifu la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Tuketi. Najua hawa wanakwaya ambao wametoka hapa, mimi sijawahi kujiunga kwa kuimba, lakini najiunga kwa kusimama nyuma yao na kuwatazama, na siku mingi huwa ninatoa majonzi wakati wanamsifu Mungu. Kuna wimbo mmoja ambao walikuwa wanaimba, wanasema onde tayo oratebe yaya, yani ya watu wananitarawa hawawezi kupiga gita, mimi nikiimba onde tayo oratebe yaya, onde tayo oratebe yaya, ekero moneno ito aratebe bebo, ekero moneno ito aratebe bebo. Bwana Yesu asifiwe. Yani kwa Kiswahili hakuna yule ambaye ataweza kusema hapana. Kama Bwana wetu amesema iwe hivyo. Haleluya. Sio mchawi. Hata awe mchawi anatoka mahali ambao anajulikana. Hata kama awe mchawi ambaye watu wanamuogopa. Tumesaona wachawi watu wanaogopa. Hata uwe, unajua kuna wenye vitina mpaka wengine wakasema ya kwamba afadhali awe mchawi kuliko nani? Kuliko mwenye vitina. Yani anakufanyia vitina. Ukizaa mtoto ni vitina, ukinunua nguo ni vitina, ukinunua kiatu ni vitina, ukionekana kwa TV ni vitina, yani ukionekana mahali popote ni vitina. Lakini kama Mungu wetu anasema mahali ambao utafika wachawi wasimamishe nywele ama wasimamishe wamese Nyamira Express ama wasimese, lazima utafanya nini? Lazima utafika katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mambo ambayo nimeyasoma hapa mpaka yamenisangaza sana. Ya kwamba unajua huyu Paulo alikuwa mkoropi na alikuwa anasumbua kanisa sana. Siku moja anapoenda kusumbua kanisa ya Yesu, wakakutana na Yesu njiani, akampiga kwa the lights, tunahitaji mwangaza mkuu, akampiga pu, akapeleka bing'ong'ino igoro, yani akapeleka miguu juu, vumbi katoka. Na Yesu akaongea kutoka kwa katika, yani akaongea kutoka mbinguni, akamuuliza Saul, mbona unaniudhi? Na Saul akamuuliza, kwani wewe ni nani? Ndio Yesu akamwambia, mimi ni Yesu yule ambao unaenda kusumbua pale Dameski. Lakini inuka na nitakwambia yale, ukifika katika ule mji utaambiwa yale ambayo yanakupasa ufanye. Lakini sasa hapa Paulo ameshikwa kwa kuhubiri ile injili ambayo alikuwa anapinga. The gospel that he opposed. Amepewa na Yesu mwenyewe.
ameipewa, anaambiwa ya kwamba nenda uhubirie maskini, nenda uhubirie matajiri, nenda uhubirie wafalme and all the rulers. Nenda. Paulo akasika hiyo kijiti cha injili akaanza kupambana nao. Watu walimwacha, si walimshika, watakaka kumuua. Akasimama imara mbele ya wauaji wake, in front of his killers. Hata mimi si nimeongea Kisungu hapa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. I have spoken English, si ndio? In front of his killers. Akasema ya kwamba nimesimama hapa maana ninatangaza ujumbe mkuu juu ya ufufuo, juu ya malaika, juu ya mbingu, juu ya jehanamu, juu ya repentance, juu ya yani imagine huyu Yesu aliguzwa. Yani let me bring home, maana naona ya kwamba hapo iko mbali. Msichana mmoja bali alikuwa mrembo. Huyo msichana hakika alikuwa mrembo. Akasikwa na papa yake, maana kuna kijana hapo pia alikuwa mrembo. Kijana tunamuitaje kwa Kiswahili? Ni mrembo ama handsome? Hiyo ni Kiingereza yake mmepeleka. Hiyo handsome. Hiyo kijana ambaye alikuwa handsome. Lakini huyo kijana alikuwa anatoka katika umaskini. Alikuwa anatoka katika umaskini. Sasa papa yake akaona kijana ni handsome ambaye anakatia msichana wake obe. Akasema lakini ni maskini. Akajaribu kuambia yule msichana achane na huyo kijana, msichana akakataa. Sasa the boy, yani the father akafikiria akasema kitu nitafanya, nitamshika nimpeleke mpaka kwa maaskari, apelekwe kotini, alasimishwe kuachana na msichana wangu. Akapelekwa na maaskari. Alipopelekwa na maaskari akapelekwa mpaka kotini. Kotini akasimamishwa. Na msichana akaletwa kama shahidi number 1. Shahidi number 1 aseme ya kwamba hakika huyu kijana ananikatia. Kijana alikuwa anasimama upande mmoja na shahidi wake ambaye ni msichana aliyempenda anasimama upande mwingine. Msichana akaulizwa akasema, je, uko na ushahidi wowote? Akatangaza akasema, ninaomba papa yangu unisikilize na unitegee masikio, na ninaomba mama yangu ambaye uko hapa unisikie na unitegee masikio, na wote ambao mmeketi hapa na church ambaye anaenda kuhukumu hii. This is my husband to be. Nafikiri na hiyo ni Kiingereza. Yaani huyu ndiye atakayekuwa bwana wangu. Na tunaendelea kupambana. Tukifungwa, tufunge tukiwa pamoja. Tukifunguliwa, tutafunguliwa tukiwa pamoja. Lakini tukifungwa, siku ile ambao tutaweza kufunguliwa, tutaenda kuishi pamoja like husband and wife. Ikiwa hukumu itakuwa ya kifo, ikituua pamoja, tutakufa tukiwa pamoja as husband and wife. Na kama nimekufa, ninatangaza hapa katika mahakama, niende kusikwa kwangu ambaye ni kwao huyu kijana. Na nimeongea, huo ndio usaidi wangu. Kila mmoja akanyamaza, kila mmoja akaangalia chini, maneno yakaisha. Alafu kisa baadaye hiyo kesi ilikaa kama imeisha. Kijana akasukumwa ndani, msichana akatoka nje. Kuna mahali huko kwa kona, msichana akaenda kuona yule kijana. Kijana akamwambia kwamba kuwa na moyo mkuu, be of good cheer, kuwa na moyo mkuu. Anaambia yule msichana, mahali popote Mungu ataweza kunipeleka, tutatembea tukiwa pamoja mpaka mwisho
kuwa na moyo mkuu. Kijana akarudishwa ndani na msichana akaenda kalia. Lakini mwisho yule kijana ushahidi ilikosa. Maana yule shahidi mkuu alikataa. Akasema atanisumbua, yeye ni rafiki yangu na tunapendana na tunakufa pamoja ama tutaishi pamoja. Kijana akafunguliwa katika jina la Kristo Yesu. Hiyo ni upendo mkubwa. Kijana akafunguliwa, wakaenda wakapatana na yule msichana. Kijana akasoma akasomea umaskini, lakini Mungu akamuonekania. Maana alisimama na neno la Mungu. Ile neno alisema mahali popote Mungu atatupeleka. Wakati huu vile ninaongea hivi, wanakula matunda pale Marekani, yule msichana na yule mfurana. Siku hizi ni matajiri, wanatuma pesa kwa wale wasasi walikuwa wanataka kuwatenganisha, tena wanaongeza ya kutoa kwa M-Pesa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wanatuma, wanasema siku hizi wanalinga, wanasema ya kwamba mwana nantumelete, yaani mtoto alinitumia akakitu hapa. Siku ile kulikuwa kuna Western Union money. Anasema no mwana ntomelete gento kuchiaiga, lakini kale kagenda kuyo mugakabe getego pia neno lyo lengo kupinga. Yule alikuwa anapinga. Anaenda na fimbo, anatembea ati anaenda Western Union kuchukua ile pesa. Mahali popote Mungu atatupeleka tutakuwa pamoja. Nani angelijua ya kwamba yule msichana aliyedharauliwa, yule kijana aliyedharauliwa asioe msichana wa maskini, angetuma pesa from America, ataendesha gari kubwa pale Marekani, atafanya harusi na yule msichana aliyekuwa amekatazwa. Nataka kukuambia mpenzi wa Mungu ulioko hapa, wacha kujidharau. Kama Mungu amesema ya kwamba utaendesha gari, lazima utaendesha. Hata mchawi akatae. Wengine wanafikiri wachawi hapa kwetu watakufanya usomeze watoto. Nataka kukuambia utoe hiyo roho katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Paulo aliposimama akatangaza habari njema juu ya Yesu Kristo, na alikuwa akisimama kwa wafalme, alikuwa anasimama kwa mahakimu, alikuwa anasimama kwa wauaji wake, alikuwa anasimama kwa watu waliokuwa wanataka kumuua. Wakasimama akawaambia Yesu moyale. Haleluya. Nyasaye eningima, yani Nyasaye ako na uhai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yani Jesus is alive. Can you do that in front of your killers, in front of your beaters, in front of your wachawis, in front of your what? Can you stand like this? If you do that, I want to promise you. Yani hakuna kuna njira asome. Hiyo ndio nataka kukupromise ya kwamba kuna mahali utafika. Wachawi wasimamishe nywele ama wakatae, lazima utafika Rumi. Rumi ni mahali ambao utafarijika. Rumi ni mahali ambayo utakuwa na nyumba safi. Rumi ni mahali ambao utakuwa na shamba yako ambao unaita shamba yako. Rumi ni mahali ambao utaona watoto wako wakiwa na maisha mazuri. Rumi ni mahali ambao utakula mkate katika nyumba yako. Rumi lazima utafika katika jina la Yesu. Rumi ni mahali ambao utaona wajukuu. Kuna wachawi walikuwa wanasema hautaolewa, lakini ukaoleka, ukazaa watoto, wakasoma, wameoa, wameolewa, wamekuletea wajukuu, wamekufanyia maneno makuu. Maana Yesu anasema ya kwamba Rumi lazima you will be testifying about me. Nitatoa mtu wapi ambaye ataweza kuamini ya kwamba Yesu amesasema ya kwamba Rumi lazima tutafanya nini? Rumi lazima tutafika.
Kama uko hapa ambayo umeamini hayo maneno, inue mkono juu katika jina la Yesu Kristo. Saira amemaliza kutestify namna hivyo. Biblia inasema ya kwamba Yesu alifurahia, akashuka chini kuja kumuona Paulo. Na nataka kutangaza, mtu wa Mungu ambaye uko hapa siku ya leo, Yesu asimame mbele zako ili apate kukupatia neno la faraja. Hata yale ambao unaendelea kupitia, kama ni mama ambao Bwana alikuacha na watu wanakufanyia matihaka, watu wanakusumbua, watu wanakuongea vibaya, watu wanakufanyia vitina, watu wanataka kukufukuza, watu wanataka kukunyang'anya shamba, watu wanataka kupomolea nyumba, lakini nataka kuambia siku ya leo Yesu na akuje na asimame mbele zako, uendelee kuwa mwaminifu katika kazi yako ya huduma. Rafu Yesu aliposimama alikuwa na ujumbe, akaambia Paulo kuwa na moyo mkuu. Kuweni na moyo mkuu, mtumishi wangu. I wish Yesu asimame mbele zangu wakati ninapitia mengi. Sasa naona nimefika mwisho, na ninasimama neno la Mungu, ninapiwa kwa sababu ya kuendeleza, kwa sababu ya injili ya Yesu, kwa sababu ya kusimama kwa haki, kwa sababu ya kutenda mema. Huyu Yesu akuje nimuone na macho yangu, anipe moyo, anifariji, aseme kuweni na moyo mkuu, farijika, maana umefanya maneno makubwa, umehubiri injili katika matatizo mengi. Umechekwa kwa sababu umevaa nguo moja Sunday mpaka Sunday nyingine. Uchawahi kubadilisha, ukisimama kwa kwaya, ile nguo ulivaa last week ndio umevaa mpaka sasa imekuwa wimbo. Yaani watu wakiona mtu ambaye anavaa nguo yellow wanafikiri ni wewe, kwa sababu yani hawajakuona na red. They have not seen you with the red nguo. They are always seeing you with yellow. Hata wakienda market wakiona mtu anavaa yellow huko, wanakuja mpaka huko wanafikiri ni wewe. Lakini kuna wakati utabadilisha mpaka utashangaa nini nitafaa. Yaani unavaa nguo tatu asubuhi kama umeolewa, unaenda mbele ya bwana yako nasema unaonaje? Nivaa hii kwenda church. Kasema toa hiyo. Na hii je, unakuja na nyingine. Na hii je, yaani unabadilisha mpaka 5, afadhali hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo 5 unavaa wiki moja, unataka kupeana kwa watu wengine. Kama Yesu amesema, farijika na hiyo nguo moja, nenda ubiri injili, wacha watu wakucheke, because you wear one type of cloth. Today, tomorrow, ndio ya soko, ndio ya kanisa, ndio ya kuenda kutembelea ile kerero, ndio ya kuenda kila mahali, is the same cloth. Unaosa usiku, unaongoja ikauke, ndio uvae. Lakini hivi Jesus tells you ya kwamba lazima utafika Rumi, na utafika katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio Yesu tunayemtangaza. Akasema well done, well done my servant, because you have testified about me in Jerusalem. Be ready and be ready to testify about me in Rome. In Rome. Bwana Yesu asifiwe. Mekaa hapa kwa siku mingi tangu uolewe. Najua kuna watu wanapimia wengine. I tell you, yani unaolewa hata hujamaliza miezi 3, hawajui mipango mlikuwa nayo, ajui vile mlikuwa mmepanga. Yani 3 months watu wanataka waanze kutema mate. Yani ile mate ya kutema kwenda kando. Yani wanakuja wanakuangalia, wanakupima kutoka kwa kidole mpaka kwa kichwa. Wanangoja 1 month hakuna mate, 2 months hakuna mate, 3 months akiwa mate, mpaka wengine wanaanza kudanganya, wanaanza kutema mate ya uongo ndio achanwe na watu. Yani anaanza kutema mate, anaamuka asubuhi, mama amuka, akiamuka anaenda asubuhi mapema. Yani ni uongo tu, anataka kusatisfy the mate ndio asubuhi
nisaidie maji. Anakunywa maji. Kumbe ni uongo. Hakuna. Yani because abantu bawatire, yani watu wamewata. Yani wanakutafuta maneno. Lakini wanaongoja 9 months ile mate. Na ilikuwa ya nini? Na ile kutapika asubuhi ilikuwa ya nini? Mpaka mama akafika wakati ameanza kukununulia machuizi. Yani kwa sababu ulianza kutema mate na kutapika asubuhi, mama anakutengenezea uchi ya wimbi asubuhi. Anakuletea, mwana nana yani. Mpaka mama amesatangaza kijiji mzima ya kwamba na mwana onembiale. Yani ako salama kijiji mzima. Anaongoja miezi 9 ikiisha, anasema nkikaa kaleke. Ndatera kina, tumbo pata ichatoka. Hakuna kitu imeonekana. Yani ni ile kudanganya to satisfy the people ya kwamba bado uko na problem. Yani bado wewe uko salama. Unafanya leo, unaongojwa mpaka tena na kugeuka. What happened? Tuliona ulisikasika. Ni nini ilifanyika? Miezi 9 imeisha, miezi 10 imeisha, miezi 12 imeisha, mwaka mwingine umeanza. Hakuna kitu kingine. Pata wimbo, unafanya nini? Unabadilishwa. Maana kuna mahali kitu iko kasoro. Alafu unatukanwa in the village. Unasinda, unafikiri utoroke ama ufanya namna gani? Yani unashindwa what to do. Matusi yamekuwa wengi. Nataka kukuambia mtu wa Mungu kwa hapa. Fikiria about Jesus. Endelea kuwa mwaminifu. Yesu anataka kupima uaminifu wako. Ndani ya matusi ya wa mama wakwe. Ndani ya matusi ya brothers in laws. Ndani ya matusi ya bwana yako. Ndani ya matusi na watu wa village. Ndani ya matusi ya kila mtu. Maana Mungu amesema ya kwamba ukiwa mwaminifu in Jerusalem. Ukiwa mwaminifu in Jerusalem. Jerusalem ni wapi? Ni katika kijiji ambao unaishi. Jerusalem ni wapi? Ni mahali ambao umeoleka na kuna mtu anakupenda. Jerusalem ni wapi? Ni mahali watu wamekukataa. Ukienda kanisa watu wanakumwagia imenyari. Wanakuambia ya kwamba utakonya. Kwa nini huyu Yesu hajakuokoa? Nataka kukuambia usiende mkono wa kulia, usiende mkono wa kushoto, usiende mkono mwingine. Tembea katika mistari ya Mungu, tembea katika njia ya Mungu. Endeleeni kumtukuza Mwenyezi Mungu, endeleeni kuhubiri neno la Mungu, endeleeni kusoma neno la Mungu, ukitumaini, ukisema ya kwamba ninajua ya kwamba siku moja huyu Yesu ambaye ninamwabudu lazima atanitembelea. Haleluya! Ni wengi ambao wameenda katika hiyo njia. Watu waliona ya kwamba watazaa, watu waliona watapata watoto. Miaka ikapita, miaka 2, hawajaona yani hawajaona ile kitu tunahitaji. Yani they have not seen, yani mbaranyora, yani hawajaona kitu, yani hawajaona hata dalili. Hawajaona 2 years, 3 years, wakasema sasa, yani mpaka temptation, mpaka wengine wanakucha wanaanza kumwambia mawaida vile atafanya, kwa sababu yule, mpaka wanatoa mifano, wanasema unajua hata nani alifanyika hivyo, lakini alipofanya yeye alipata watoto. Unasema mimi niko na Yesu, wacha kuniambia maneno ya kishetani. Yesu atakuja, simame na atakwambia kwamba well done my servant, be of good cheer. Kuwa na moyo mkuu. Hakuna mtu hapa ndani sijasikia kuwa na moyo mkuu. Maana you have testified about me in Jerusalem. Mahali ambao kuna shida, mahali ambao umetukanwa, mahali ambao umejaribiwa, mahali ambao umepewa mawaida ya shetani, mahali ambao umepewa maneno, mahali ambao unataka kufukuzwa, but you have stood firm. Uchaacha kanisa yangu, uchaacha neno langu, uchaacha uchumbe wangu, uchatembea katika mkono wa kulia ama mkono wa kushoto, unatembea katika njia zangu. Be of good cheer. Maana uta testify about me in Jerusalem. Maana yake utazaa watoto na utazaa wengi, vijana na waume wengine
vichwa matochimbarara, wengine yani wanakaa namna gani, wote all the types. Yani kuna mtu mwingine alikuwa wa hiyo namna, yani alikuwa amekaa sana, yani alikuwa anakaa sana, bibi yake alikuwa amekaa sana, ajazaa mtoto mpaka watu wakamcheka wakamdarau, lakini Bwana akasimama na huyo bibi yake. Nashukuru Mungu kwa sababu ya huyo Bwana. Lakini wakati alianza kufungulia, yani manyete gari yaneka nabo kana ruete chikone jichagusi kagenda keroka chikona chirichia keroka chikona Jones pinga maweka asako kukaburongi kama yakutachama kutanga tene kurumabia nkamanya kwenye buato katata kuji Nairobi, I tell you. Mpaka maaskari na wapita magari mengine maprodo na pika wacha niwaambie, huyo mama akakuja akafungulia Chisareni inaitwaje kwa Kiswahili, matwins. Wengine wanachanganyana, boy and girl, wengine boys, wengine girls. Yani anapita wale maprado ambao ilikuwa inatangulia, wamama ambao walikuwa wanatangulia, wale walikuwa wanamtukana, anapita mpio. Akasimama akasema kabeke toyo mora, akiweka moja kwa hii matiti na mwingine anaweka kwa hii matiti, watoto wote yani wanafurahia. Anasema yani anaangalia nyuma, anasema huyu ndio mimi ama sio mimi? Sio mimi. Na tena sasa wamezaa wachukua mama so maneno papu, yani watoto nyumba ni kidogo, ile wachongana. Yani kuna ile watu walikuwa wanasema yani ni kuchongano, sijui ilikuwa inaitwa mchongano. Ati niko na mchungano. Niseme mchungano, sijui walikuwa wanasema namna gani. Sema mchungano. Ati nyumba yenu ni kidogo, na mko wengi, ati mtu akitaka kugeuka lazima aende nje, alafu anageuka ndiye anaingia ndani. Nyumba yenu iko ndogo namna hivyo. Yani huyo ni yule ambaye alikuwa amedharauliwa. Huyo ndiye yule Chikamati walikuwa anataka kufukuza. Huyo ndiye yule Martha Iniro alikuwa anataka kujiua kama ataishi katika hiyo poma. Siku hizi amepita naenda watoto ukiongeza katika nyumba. Siku hizi kitu inamsumbua ni kuenda jikondo alete chakula. Maana Yesu alisimama, akasimama mbele zake, akasema be of good cheer, because you have testified about me in Jerusalem, and be ready to testify about me in Rome. Bwana Yesu asifiwe. Wajukuu lazima utawaona. Magonjwa ambao watu walikuwa wanaona ya kwamba yatakuua, lazima utapona, and you will testify about Jesus. Yani nyore naye tumanyitinga na kiwa koleto kawera. Yani okumeti. Yani umuntu auje gukoboli akatabanga Yesu. Ati ni Yesu. Haleluya. Yesu ndiye aliyefanya nini? Aliyenisaidia. Let me tell you, hii Kenya yetu lazima itapona. Maana Wakristo kutoka Mogesa na wengine ambao wanaendelea kuhubiri neno la Mungu, tunaiombea hii nchi yetu. Lazima Rome itafanya nini? Itafika. Tutaona maneno makubwa. Tutawekewa lamu hapa Mogesa Church of Christ ikienda hapa. Tukiangalia na macho yetu. Kila mtu atakuwa na stima. Watu wanakuja tikanda agenda Mwanyarebe. Yani wacha niende kwa fulani, niende kuchaji simu yangu. Yani wewe uliyedharauliwa, watu wanataka kukuja kwako kuchaji simu. Maana wewe ndio uko na simu, yani na stima katika kijiji chako. Maana Yesu akisema iwe hivyo, hakuna mchawi ambaye ataweza kukataa, katika jina la Yesu Kristo. Sasa huyu Paulo, wakati ulipowadia, when the time came and God has stood before him, amemwambia ya kwamba be of good cheer, because you have testified me about me in Jerusalem here. Be ready to go to another place, and that is Rome. Hapo in outside there, the people who don't know Jesus, strong men, over 40, energetic, strong, eating, those who have eaten well, wakasimama hapo nje.
wakasema tumeapa ya kwamba hatutakula, hatutakunywa mpaka tuweke Paulo chini. Na Mungu amesema be ready to go wapi? Rome. You are going to Rome. And the strong energetic the machambazi ambao wako 40 zaidi ya 40 wamesapanga. Wamesampangia. Wamesema lazima tutamuoa. Na ako ndani ya gereza. Na wamesafanya mpango ya kwamba apitishwe ya kwamba anapelekwa mahakamani na auawe na wale mchana. They were not eating, they were not drinking until they see Paul going down. But Jesus was standing there na amemwambia unaenda Rome unajua. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukuambia mtu wa Mungu ambao uko hapa. Rome unaenda. Hata wachawi wakifanya nini? Wasimame. Hata wakuje wachukue mchanga kutoka kwa makaburi ya ndugu zako ya watu wako. Rome lazima utafika in the name of Jesus. Wasimame waitane wote wa Kenya mzima, wale ambao wanajulikana. Waseme tutafanya namna gani? Watoto wako lazima wataenda secondary. Katika jina la Yesu Kristo. Najua kuna watu wamepeleka watoto secondary, hata wao wenyewe walikuwa waoni. Yani they were not seeing. Ya kwamba wacha fika hapo primary graduate hapo, ndiye aende wapi? Ndiye aende kazi ya mikono. Tumtafutia hata mtu wa kusona hapa baracho, ndio yule wa kusona amuonyeshe kusona. Ama aende hapa saluni mahali mama mwingine anatengeneza wale watu nini manywele na kuwapaka mafuta, aendelee kupaka watu mafuta huko. Aendelee kufanya hiyo kazi. Sasa mama hata yeye alikuwa amekata tamaa, lakini kanisa anaenda na anaendelea kulilia Mungu na Mungu kumbe anaendelea kumwangalia. Sasa ile wale watu wanasema hawataenda secondary, mama hata yeye mwenyewe wajui, maana Yesu mwenyewe anajua watoto ndio mbele ya wachawi ndio wao wamefika secondary. Hata wamama, hata wale watu ambao wachawi wamekataa kukula, wamesema ya kwamba lazima watoto wake wasiende secondary. Watoto wanaenda secondary, tena wanaenda watatu. Yaani wanaenda watatu secondary. Tena imagine wanaenda boarding wote. Mwingine anaenda ile high school sijui nini, wote wanaenda. Tena wanakamata ile masubject inaitwa ma science, ma maths, ma Kiingereza, yani wanakamata ile masubject kubwa. Yani wao kwao wanasomea ile kebeya ile kandru. Yani ndio wanasomea wakifinya macho, wanaingia wakikaa huko. Na mama, yani wakati wengine wazazi, siku ya wazazi, watu wengine wanakuja na maprado na magari kubwa wanasimamisha, wanakuja kuona watoto wao, na mama anafunga leso na anaweka futa. Na anaenda kuona mtoto wake. Unapata saa ile watoto wanaitwa number 1, number 2, unapata mama asimame na mzazi wake, mama ambaye anavuta. Wale watu wa maprado, wa V8 wanashangaa mtoto wake anakaa number 1 kutoka nyuma. Maana Yesu akisema iwe hivyo, onde taiyo horatewe yaya ekero moneno ito atebire bebo, ekero moneno ito atebire bebo. Bwana asifiwe. Huyu Yesu ambaye tunamwabudu hataki kujua kama wewe ni maskini. Hataki kujua kama wewe mama yako hajulikani. Hataki kujua kama wewe kwenu mulilaaniwa. Laana tutasikata siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Huyu Yesu aliyesimama mbele ya Petro, yani mbele ya Paulo, atasimama kwako wewe mama. Atasimama kwako wewe mzee. Atasimama wewe mchane. Atasimama wewe bwana bibi aliyekutoroka kwa sababu ya umaskini. Manyete abasacha mbale akibachandegete mukungu arocho rualira akambaro akagenda. Ono na bayumba tego nyasaga achaka makonya. Yonde naro kana ngantebinga. Yani musacha umukaya atamete. Yani bibi yake alimtoroka akaenda.
kwa sababu amekaa mgonjwa, akaona ya kwamba anaenda kufa. Yaani aliona akaenda kufa. Yaani mpaka yeye akajitarau akasema ya kwamba sasa ati mbona Muchaveli atakuja kuniona? Ati Muchaveli hayuko nyumbani, alienda wapi? Ati alitoroka ati unaweza kufa. Yaani ameona nitakufa. Mpaka yeye anahangaika because bibi yake amefanya nini? Ametoroka. Yeye ni mgonjwa, hajiwezi, na tena bibi amefanya nini? Amemtoroka. Bibi akaenda akadanganywa na watu wengine. Bwana akajishughulikia hapo na marafiki wachache wakamsaidia. Marafiki wakamsaidia kidogo. Mwishowe huyu jamaa akapona. Alipopona akakuja nyumbani, akahangaika. Lakini mwishowe Mungu akampatia nguvu. Kajaribu kutafuta yule bibi arudi. Kasema umechoka na mimi. Yaani unachoka na mimi. Yaani bibi anamwambia unachoka na mimi. Yaani kwa hii dunia, mpaka anamwambia kwa hii dunia. Kwa hii dunia yote ni Muchaveli peke yake umeona. Yaani ni Muchaveli peke yake unaona. Bwana akaandika text message mpaka sikafanya nini? Sikaisa. Yaani alituma text messages mpaka sikaisa. Akasema sawa. Punde sio punde, Muchaveli akafanya nini? Akaolewa na bwana mwingine. Aliolewa ameenda. Lakini huyu mtu akachafumba. Hiyo ni Kiswahili sanifu. Akachafumba mpaka mwishowe akafika wakati ameolewa, yani ameoa bibi mwingine, ako salama, maisha yake yakaanza kuwa vizuri, akaanza biashara kama kidogo, Yesu akamuonekania, akaanza kioski, akaenda duka kubwa, akaawa na mini supermarket. Siku hizi ana duka inaitwa namna gani? Superstore. Yani inaitwa superstore. Yani ni store, haijulikani ni supermarket. Ukienda kama ni supermarket iko hapo ndani, ukienda wholesale iko hapo ndani, ukitaka hardware iko hapo ndani. Sasa anahesabu pesa mpaka anachoka, anahitaji mtu wa kumu. Sasa hapo tena huyo Muchaveli ndiye ameanza kutuma na kiolengereti. Yani tena ameanza kutuma message. Ati na kiolengereti. Sasa nasanga akibo chiboliriri nako niliku yani ngakwebereria akiokanga bono gakina nyondera kamwamugo. Bono ibintu bitoko senyenta. Bwana Yesu asifiwe. And that is what Jesus can do. If Jesus says we must go, we must reach Rome, lazima tutafika. Nataka kumaliza nikisema namna hivi. Wakati Paulo alifika Rome, baada ya sita mingi, aliandika barua katika kitabu cha Timotheo ya pili. Akasema namna hivi: linda imani na kuweni mvumilivu. Nataka kukwambia mtu wa Mungu uko hapa, linda imani na uwe mvumilivu katika mabaya. Ukiona mabaya yanakuja mbele zako, ufanye nini? Uwe mvumilivu. Kuweni mvumilivu. Nataka kuambia mtu wa Mungu ambaye ananitazama katika television hii ya Ndisi TV, kuweni na imani na kuwa mvumilivu katika zile dhiki na shida zote ambazo unaendelea kupitia. Huyu Yesu ambaye tunamwabudu hapa Mogesa Church of Christ, akuwe Yesu wako, akufanyie maneno makubwa katika maisha yako. Maana amesema ya kwamba kuna mahali atakupeleka. Atapeleka watoto wako ng'ambo. Watoto wako watakutumia pesa, tena wataongeza ya kutoa. Watoto wako watainuka. Watoto wako watapata makazi. Utajenga nyumba kubwa, utanunua shamba. Wewe uliyedharauliwa, muamini huyu Mungu, maana anaenda kusimama mbele zako na atasema kuwa na moyo mkuu. Maana you have testified about me in Jerusalem and I'm taking you to Rome. Vumilia. Fungua moyo wako. Na huyu Yesu tunamwabudu aingie, akushike mkono. Utatembea na utaona maneno makubwa. Hayo ndio nilikuwa nayo, watu wa Mungu ambao mko hapa. Vumilia kama vile Yesu. Wakati umefika Rome, wakati umemaliza mwendo, wakati umefika miaka mingi, wakati umekuwa na wajukuu na vitukuu na wale wengine Kiswahili haina,
Mungu utafika wakati ambao utaweza kusema kama vile Paulo aliweza kusema, akasema nimemiminwa kama dhabihu, nimelinda imani, nimemaliza mwendo, nimewekewa taji na ni taji ya uzima. Lazima Romu tutafika katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na watu wote waseme amen. Tusimame juu, tusimame juu sote, tusimame juu. Nataka tuombe kwa sababu ya hilo neno, lakini kuna wimbo huu unaitwa mbele ninaendelea. Mbele ninaendelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana unipandishe, Bwana niinue kwa imani.
unatutazama katika runinga, naomba uinue mkono wako juu. Maana unauinua ukitarajia ya kwamba Yesu anaenda kusimama mbele zako na anaenda kukuambia ya kwamba kuwa na moyo mkuu. Maana umetestify about me in Jerusalem. Na nimesasema Jerusalem ni mahali ambao upo, mahali ambao unaendelea kuteseka. Na yale yote ambao unaendelea kupitia, siku moja utafika Rome, mahali ambao utafarijika. Ukiangalia nyuma utaweza kusema ya kwamba nani angalijua ya kwamba nitakuwa na nyumba ya permanent? Nani angalijua ya kwamba nitakuwa biashara vikubwa? Nani angalijua ya kwamba ningekuwa na watoto? Nani angelijua ya kwamba nimefika mahali ambao upo? Na wale ambao mnaona ya kwamba kuna shida, Yesu anaenda kusimama mbele zako na anaenda kusema ya kwamba kuwa na moyo mkuu, maana umetestify about me. Wakati ulipitia katika machangwa na matatizo, hakuna ukugeuka kutoka kwenda mkono wa kulia ama mkono wa kushoto. Ulisimama ukasimama katika neno la Mungu. Na tunaenda kuomba. Mtakatifu Mungu, zile neno ambao uliweza kuniambia ya kwamba niambie hao umati ambao umekusanyika mahali hapa, na wale wote ambao wanatutazama katika ile TV, tunajua kwamba kuna machangamoto, kuna shida, kuna matatizo, kuna mambo mingi ambao wanaendelea kupitia. Lakini vile uliweza kusimama mbele ya Paulo ukamwambia kuwa na moyo mkuu, siku ya leo ninajua kwamba unaenda kutangaza. Maana Paulo akawa na moyo mkuu, akakutestify about you, yani akakushuhudia mbele ya umati, mbele ya watu ambao walikuwa wanamtesa. Ukamwambia kwamba kueni tayari na utafika Rumi. Na ninataka kusema ya kwamba kuna wakati, kuna mahali ambao utaweza kupeleka watu wako. Maana wewe ndiye Yesu. Wewe ndiye uliyekuwa, wewe ndiye upo, wewe ndiye utakuwa milele. Asante kwa sababu utatenda kwa kila mmoja. Maana tumeomba tukisadiki katika jina takatifu la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Na watu wote sema a big amen. Amen. Another big amen. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Na asante. Wacha ni peane hiki kipaza sauti kwa huyu Uncle Diboni ambaye ametufanya tumeruka hapa nyone na vitangento kale kanya saa tokoje. Amen. Praise God. Makofi kwa Bishop sawa nzuri. Tunazidi kubarikiwa, tumebarikiwa. So kupitia kwa imani yote yatatimia. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwa imani yote yatatimia. Tumtumainie Mungu na tuzidi na mwendo. Kwa sababu naona muda umekimbia, tuko karibu kumaliza program. Ningependa nipeane nafasi kwa kwaya watubariki na wimbo mmoja, kisha baadaye tutatamatisha, alafu program zingine zitaendelea baadaye. Kwaya mtubariki na wimbo mmoja na tutabarikiwa kwa pamoja. Karibuni.
tumekuwa wachoyo. Makofi mazuri kwa kwaya. Praise God. Automatically nimekuwa member wa Igwara. But when I'm available, may God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Naona mdo mkimbia. Kuna watu wananiambia hapa nisome ujumbe zao kidogo wasije wakanipiga mawe njiani. Naomi Nyamboke anasema kutoka Dubai, ako ndani ya nyumba. Greetings to my family, my dad John Mbaka, my mom Joyce Mbaka, brother Benjamin, Hezbon Nyamete, Petra Mokeira, John Kebati, Nyamataro PAG and the embassy residents at large. Asema ya kwamba anawapenda. Asanteni sana. Tuko na Maura Nyasoro anasema hello uncle, niko locked ndani kama kawaida kutoka Nyachenge Church of Christ Kisii. Nyachenge, I'm enjoying Yegesinga Kiama Sesenia. Show iko sawa. Salimia pastor, mwambie Pastor Ongiri na Sheila Nelson. Pokeeni salamu sana. Josephine Nyakundi anasema hey Dipon and your family, nimeona tumeanza siku vizuri kabisa. Mungu ametusaidia. Niko ndani hadi tamati. Salimia watu wote wako ndani ya hiyo church. Pokeeni salamu. Niko Rasogeka anasema na Juliet Oye mbana kwa matabu na Botambe no mwana obo Shelir na Bildadi kuruza mjiricheni Ansonge stage wako ndani ya nyumba na ujumbe zingine mingi. Daniel Ontiri umuralia kurwa Getembe TV awate banga nwale meyo murobelio Yegesinga to the world. Anasema mambo iko sawa. Bia mono sana. Ujumbe hizo na zile nyingi ambazo zijasoma naomba mniruhusu nitamatishie hapo kwa sasa kwa sababu ya muda. Jina langu naitwa Uncle Dipon. Program ambayo imekuwa hewani ni Yegesinga Kiama Sesenia kutoka Ndizi TV. Tumefurahia kuwa pamoja nanyi. Gavana Mwanchu Moligereli, asante soko kama mnaitwe wekanandinga kiende wiki ijayo siku ya Jumapili tupatane kuanzia saa 12 hadi saa 4. Kwa tunashiriki pamoja moja kwa moja na Mungu azidi kuwa pamoja nasi. Kwa sababu tunaenda kumalizia, ningesema tukaweze kushare may the grace of our Lord Jesus Christ, kisha baadaye praise and worship watatupa kipawa kimoja, hasa wimbo wa worship kwa ufupi tunapotamatisha, alafu tuendelee na program baadaye. Tungesema may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Bye bye. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Amen. So quiet tunaweza keti tupaki na praise and worship. They give us a last year mile song as we wind up. All of you bado ni praise and worship. It's okay. Sawa sawa. Tukaweze kupata mmoja tuongoze katika wimbo wa kuabudu. Karibu Yesu, moyo wangu ukapone. Haya tunataka kuichunu yetu tunapomsifu Mungu wetu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, Moyo
umwancho muri gerera wege tasendika ndizitime na kwariganira somoro biriyo wege singa